Kwa hiyo sisi hatutakiwi kumpa mtu yoyote wasifu kwamba huyu yuko peponi kwa kukata kabisa. Kwa mfano sisi tuna maimamu wakubwa kabisa katika Uislamu, mfano a'immatu al-arba'a, wanawachuoni wanne wale: al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i wal-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Bila shaka jambo lao liko wazi kabisa na mahasini zao na fadhaili zao ziko wazi. Lakini je, yafaa kusema huyu Imamu Maliki huyu yuko peponi sasa hivi, Imamu Maliki ni mtu wa peponi, ukakata kauli? Yafaa? Haifai. Sema insha Allah. Ukitaka kusema hivyo sema insha Allah, au narju lahu aljanna, tunamtarajia yeye pepo. Na ukisema hivyo haina maana kwamba wataka kumtia motoni. Na mtu mwingine akwambia Imam an-Nawawi fil janna, anambia sio sawa, usiseme hivyo, sema insha Allah, yani fi an-nar. Atakuuliza, hii ni jahili. Hutakiwi kukata kauli kwa yoyote kwamba huyu yuko peponi. Au muislamu amekufa asi na maasiya, balaya yuko nayo, razaya, usikate kauli kwamba huyu min ahli an-nar, huyo yuko motoni, huyo moja kwa moja zaidi anaungua tu. La, usikate kauli. Hutakiwi kukata kauli katika hilo, ukakata kauli moja kwa moja kabisa kwamba huyu peponi, huyu motoni, ila wale ambao wameshuhudiliwa wao pepo au wameshuhudiliwa wao moto. Je, ukisema kwamba Abu Lahab yuko motoni, ma jawazta al-hadd, kwa sababu tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wama kasab. Lakini Allah akakata kabisa kauli, sayasla naran dhata lahab. Tena sio yeye peke yake, wa mraatuhu, atauingia moto. Ametajwa kabisa kwamba ataingia motoni. Aya hii imeteremka, yasomwa, Abu Lahab yasikia, atembea mtaani, lakini hakuweza kuikadhibisha. Sura nzima yasomwa, yeye asikia kwamba ataingia motoni, yeye na mke wake. Alhasil ni kwamba haifai kukata kauli, lakini tunakata kauli kwamba mtu aliyekufa katika kufuru fa huwa fi an-nar, la nashuku ala dhalik. Na tunapopita katika makaburi ya washirikina na makufaru, nubashiruhum bin-nar. Tunapopita katika makaburi ya makafiri na washirikina ambao wamekufa katika usiokuwa Uislamu, na tunaambia nubashirukum bin-nar, tunawabashirieni moto. Kwa nini? Ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa msiseme useme hivyo, wewe wajuaje bwana? Unajuaje vipi? Aliyesema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mkweli katika kauli, wa qawluhu alhaq. Kwa hiyo vile vitendo vya watu kuwaombea maghfira na kuwaombea msamaha na kuwaombea wapumzike kwa amani waliokufa katika ukafiri, ni vitendo, ile ni taaddi katika dua, ni kuvuka mpaka katika dua. Haifai kumwombea mtu aliyekufa katika usiokuwa Uislamu, kumwombea msamaha au kumwombea yeye awe katika watu wa peponi, si sawa. Na ni jambo limeenea sana mpaka katika safu za Waislamu, ni jambo la kimakosa, upata dhambi ukimwombea kafiri kwamba Allah mrehemu, Allah mpumzishe kwa amani, Allah aipumzishe roho yake, wapata dhambi wewe. Kwa nini? Kwa sababu unakhalifu msingi wa alwala walbara, na unakhalifu nusus. Sisi tunawashuhudia wao kwamba ni katika watu wa peponi, hao waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kauli ya haki, ni kauli ya kweli.